mingi wakati alikuwa hai. That's why I'm there. Sema amen. So it's very painful. Wale wanasema ya kwamba I should not mourn, I must mourn. Wale wanasema wezi mourn ex wake, ni kwa sababu hakuna kitu unapatia ex wako. Mimi siamini hii life ni life ya kuumiza watu. No, this life ni life ya kusimama na watu no matter vile wako. Tupatie maandiko. Mungu awabariki. Sitaki kuongea mambo mengi kuhusu Betty Bayo, ni mambo mengi tunajua na tumenyamaza. So many things I know, people they know, but we are quiet. Kwa sababu we respect the dead. Tunaheshimu aliyefariki. That's why I can't talk. Siwezi ingia live TikTok sai. Siwezi ingia live Facebook nikiongea mambo ya Betty Bayo, labda katika ibada kama hii. Very painful, very painful, very painful, very, very, very painful. Sijawahi kusikia uchungu kama ule nimesikia saa hizi. Furahi pamoja na wanaofurahia, lieni pamoja na wanaolia. Furahini pamoja na wanaofurahi, lieni pamoja na wanaolia. Furahini na wanaofurahi, lieni na wanaolia. Wakati unaona mtu anafurahia, when people are mourning, it's very unfortunate. Wakati utaona mtu anacheka, when others are mourning, it's very unfortunate. Na ukienda harusi uone watu wanalia, pia hata wewe itakushangaza. Sema amen. Mimi nitaendelea kusimama na watu walio na shida kwa sababu ninajua uchungu wa shida. Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. Next. 16. Thank you. I think 15 is okay. 15 is okay. Lieni na wanaolia. Nataka kushukuru washirika wa hii kanisa. Maana kutoka wakati Betty Bayo alikufa, hapa hakujawahi kosa watu. Kuna watu waliacha kazi zao, kuna watu walisimamisha mambo yao, wameishi kukuja hapa daily. Kuna watu wamenipa pesa zao mingi. Nimepokea 1 million Kenya shillings mimi mwenyewe kutoka kwa marafiki zangu hapa. 1 million Kenya shillings kutoka kwa marafiki zangu. Nimepokea 1 million. Hizo zingine sitataja maana ziko na committee. The retired president, former president Uhuru Kenyatta alipeana 1 million. Former deputy president alipeana 300,000. President Ruto alipeana 5 million. Deputy president who was present the time of burial, he was there, alipeana 5 million. Member of parliaments, more than 30, walipeana almost 100,000. Opposition leaders all were there. So na pia wale watu wa kanisani walipeana 100, 200, 300. Kuna group ambayo imetengenezwa ya WhatsApp, ambayo ukitaka uwekwe kwa hiyo group ya WhatsApp unaweza wekwa. We have a WhatsApp group where watu wanachanga michango yao hapo. Na tayari hiyo WhatsApp group imetoa almost 500,000 hapo ndani. So kama ungetaka kuongezwa kwa WhatsApp group, lia na wanaolia, simama na wanaosimama,
Lia, cry with them. Usiseme ya kwamba mimi sitatoa hata 500, hata 1000, hata 2000. Kumbuka ya kwamba saa hii ndio mimi niko katika giza, hata kesho wewe utakuwa katika giza. Kuna watu juzi niliuliza, wewe nimewahi kupatia pesa na hata mkutano ya WhatsApp hauonekani. Kesho tu utakuja unipata uniambie, pastor niko na matatizo. How do you expect me? Kuna mzee alikuja hapa akatupatia 20,000. Aspirant anataka kusimama kiti ya bunge kule Narok, anaitwa Honorable Madhai. Alitupatia 20,000 na hakutuambia mama yake ni mgonjwa wa kansa. Kwa hivyo alitoa 20,000 na akaenda. Nimeona leo ameniweka katika WhatsApp group, mama yake amekufa na kansa. Nikaambia secretary wangu, sitatoa pesa tu, mimi mwenyewe nitajipeleka mpaka Narok. Simujui. I don't know Honorable Madhai. I have never seen him. Amekuwa rafiki yangu wa social media, lakini kwa sababu alikuja kwa matanga yangu na akanipatia 20,000 na akakuja akakaa hapa, na mimi pia nitaenda Narok na nitapeana 100,000. Mimi nilipewa 20,000, nitapeana 100,000. Yeye amekuja Nairobi kunitembelea, mimi nitaenda Narok kwa matanga yake. Maana mtu ambaye analia na wewe, huyo ndio rafiki yako. Rafiki yako sio ndugu yako, rafiki yako sio dada yako, rafiki yako sio bwana yako ama bibi yako. Rafiki yako ni yule analia na wewe. Sema amen. Geukia jirani yako mwambie, mwenye analia na wewe ndio rafiki yako. Sio mwenye anakula na wewe, sio mtu ambaye analia na wewe. Mtu ambaye ana sacrifice time yake. Mimi niliona anaitwa sijui nani yule wa mashamba, sijui anaitwa Karaoke, sijui Karaoke what? Anaitwa Comfort. Kuna ule Karaoke anauzaga mashamba wa Comfort Home. Alikuja hapa akanipatia 1,100. Mimi simujui. Yeye ananiona kwa TikTok na mimi namuona kwa TikTok. Wakati kulikuwa hapa na mkutano, wote mlikuweko, alitoa 100,000. I don't know that man. That means automatically Karaoke wa Comfort Home is my friend. A friend in need is a friend indeed. Wakati unahitaji mtu atokelezee, huyo ndio rafiki yako. Sema amen. Karaoke wa Comfort Home alitupatia 1,100. Madhai, mama yake amefariki, Honorable Madhai, atupatia 20,000. Na group ya mama kanisa waliingia kwa WhatsApp, wako na group yao ya WhatsApp, walipeana almost 500,000. Sema amen. Wale wanangojea mimi nisherehekee kifo ya Betty Bayo. I can't. Mimi siko tu kama wale watu wengine, ati sasa nianza kusema hasa amekufa, aliniwacha, akaenda huko, hapa akakufa. No. Hakuna mtu ataishi hii duniani forever. Everybody will die. Sema amen. Wangapi hapa wako na maex? Ex wako ukikufa atafanya nini? Atachoma nyama. Sema amen. Marafiki zangu ni wale wananipea pesa, na wale wananiombea, na wale ambaye hawaongei kinyume changu. Those are my friends. Na wale wananikosoa kama nimekosea. They are my friends. Tengeneza urafiki na watu. Betty Bayo alipendwa Kenya nzima. That's why President wote walikuwa hapo. All the former president were there. Deputy president, all the MPs were there. Uliza jirani yako, wewe ukikufa utazikwa na nani? Muulize, chief atakuja kweli? Dio atakuja kweli? DC atakuja kweli? Kwa hivyo ni vizuri kujizika ukiwa hai. Ambia jirani yako, jizike ukiwa hai.
Na kujizika ukiwa hai ni kutengeneza urafiki na watu. Necessarily, si lazima uwe na pesa. Lakini vizuri kusimama na watu wakati wako chini. Wakati mimi nilishangaa na hii matanga. Nilishangaa sana. It was the biggest. Mimi nilikuwa nafikiri ya Laila opposition leader ni yake tu ilikuwa kubwa. Kwa hivyo hata huyu pia alikuwa Laila mwingine. Sema amen. Si kwa sababu Betty Bayo alikuwa anaimba nyimbo nzuri. No. It is because she was a good girl. She was a good girl. Be a good person. Wacha tu kuwa unaenda kutembelea mtu wakati anakula ndiye akupee chakula. Enda umtembelee wakati yako na shida. Uko na 2,000, enda uache hiyo 2,000 huko. Uko na 1,000, nunua urafiki kwa watu. Buy friendship from people. That's why mimi nikipata mtu ako na shida hata kwa TikTok. Kama Mama Gift alikuwa na shida, nilipeana 100,000, 100,000 kwa Mama Gift. Nikarudi nikachukua ule Kemani Mbogwa ule wa KTN. Nikapeana 100,000 huko. Maana it's very good kutengeneza urafiki na watu wakati uko hai. Na watu wakikupenda, hata Mungu atakupenda. Sema amen. If people loves you, automatically God become your friend. Baby, nipatie kitabu. Revelation 21 verse 4. Revelation 21. Revelation 21 verse 4. 21 verse 4. Mungu abariki sana wale wananitazama katika Facebook. Ninawaombea katika Facebook ama TikTok. Mungu awafungulie milango. Na chenye kimenipata kisiwapate katika jina la Yesu Kristo. Watu wanashangaa wanasema bibi moja anazikwa na wanaume wawili. That's a history. Sema amen. That's a history. One woman being buried by 2 men. The present man and the current man. Ni current. The current man and na tuko hapo na hatupigani. Hata nilikuwa nakaribia Tash namwambia usilete drama hapa. Sawa, usilete drama. Wacha tuzike mama, usilete. Ananiuliza watoto watakaa wapi, namwambia kaa na wao. Stay with them. Maana pale kwa mochari niliona kuna pale kulikuwa na drama kidogo. Unajua huwezi shindwa kujua wewe ni mtu mwerevu. Na kuna ka drama. Nikamkaribia nikamsalimia kumwambia don't bring drama here. Usipeane content. Revelation. This is what the Bible says. Naye atafuta kila chozi katika macho yao. Wala mauti haitakuwepo tena. Wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena. Kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. The Bible says, and God will wipe away all our tears. Na kuombea katika jina la Yesu, Mungu apanguze machozi yako in Jesus name. Asema wacha nirudie tena, Mungu apanguze machozi yako in Jesus name. Nililia juu ya Betty Bayo. I cried mpaka leo hii sijarecover. Kuna watu watatu wamesababisha nilie sana. My sister alikufa. Sister yangu, na sikulia sana kama hii ya Betty Bayo.
Mtu mwingine alisababisha, another person ambaye alisababisha nilie ni pastor from Nigeria, TB Joshua. Kuna watu ambao unajua, tafadhali watu wakitaka kukufa, prepare us. When you want to die, just prepare us. Just prepare. Ndio at least uone umegonjeka kidogo, ndio at least ukikufa tuwe tuko prepared. Wangapi wanasema ni ukweli? Mtu anakufa tu abruptly pap. Hata ataua watu. You will kill people. But at least ukiprepare watu kama ya baba Raila Odinga alikuwa ametuprepare kidogo, kwa sababu alikuwa asikia ako India ni mgonjwa, mara sijui akitembea unaona ni kama anataka kuanguka. At least we are prepared at least. Lakini mtu agonjekagi anaamka asubuhi unasikia amekufa, hajatuprepare. Kwa hivyo tunaumia sana katika mioyo yetu. Biblia inasema katika kitabu cha Revelation, he shall wipe and God shall wipe. Me, my pastor, pastors, they have not stood with me. Pastors, mimi hakuna, na mimi sitaki mambo ya pastor. I don't want anything to do with pastors from today. Anything except pastor from Nigeria has been calling me. But Kenyan's pastor, niwaone kwangu, nitawakatakata na panga. Stupid pastors. Stupid pastors. Bastard pastors. Wanilani. All those pastors, nimesimama na wao, I have stood with them. Nimeenda hata kunipigia simu, they have not called me. Pastor mwenye mimi nilimuona hapa, the only pastor is Pastor OTC, pastor wa OTC Maina. Hata amekuwa akinipigia tuonane, namwambia niko busy kidogo. Pastor Maina. Na ama pastor mnawapelekea sadaka shida yenu. Mkipata shida hawakuji kwenyu. Lakini wakati wao wako na shida wanataka kusaidiwa. Ni wakati hata nyinyi mrethink mambo ya hawa pastors. Wangapi wanasema ni ukweli? You have to rethink about them. Rethink about them. I'm telling you. Anayekusaidia ndio pastor wako. Kama hakusaidia ende. Pastors hawajanipigia simu. Hawajaniongelesha. Nimekuwa nikiwapea pesa, nimesupport wao, hawajaniongelesha. Watu wa dunia, watu hawajaokoka. Ordinary people, business people ndio wamesimama na mimi. Pastors hawajasimama na mimi, but ordinary people, walevi ndio wamesimama na mimi. Walevi wa pombe. Wale watu wanakunywa mapombe zao, wanaendesha ma V8, ma Range Rover, ndio wamenitafuta. Pastor, we love you, tumekuwa tukikuona online, umeona nimekuwekea 1200, 1100. Nauliza, kwani ma pastors where are they? Hata ile court nakaa, jana niliona WhatsApp group imechangwa 1.2 million in my court. 1.2 ati wanajitayarisha kuja kunitembelea. Nikasema kumechangwa mahali pesa na sijui. Sema amen. Na ndio maana Shiro wa Okrad anasema watu wako kazi, na ni ukweli. Watu wako kazi. Naunga mkono Shiro wa Okrad. Watu wako kazi. Mapastors wakomboka. Sina ukituambia tununue vitambaa hapo, hatununui hizo vitambaa tena. Kama ukuji mashida yetu hatununui hizo vitambaa. Hata sisi tunaweza jiombea. Lazima utuombe. Nani alikufanya utuombe yake kwanza wewe? Watu ambia uliitwa na Mungu na hatakuwa na wewe ukiitwa. Mbona unatudanganya wewe? Wewe toa hii picha nikilia hapa. Wewe toa. Ai, wewe toa. Wewe sitaki kujiona. Fungua that verse.